Zamani sana, wakati Wafilisti walipokuwa wamewakalia Waisraeli shingoni kama mzigo mzito, Mungu alimchagua mtoto kabla hata hajazaliwa. Mama yake Samsoni aliambiwa, mtoto huyu atakuwa mnadhiri, nywele zake hazitaguswa na wembe, maana humo ndimo nguvu zake zitakapokaa. Babu alisema, kumbuka, nguvu za Mungu huja na masharti. Samsoni alipokuwa hakuwa mtu wa kawaida. Alipasua simba kwa mikono mitupu kana kwamba ni mwana kondoo. Alipokutana na Wafilisti, waliogopa zaidi hasira yake kuliko upanga. Lakini moyo wa Samsoni ulikuwa dhaifu pale macho yalipotamani. Akamwona mwanamke wa Kifilisti, akampenda, akasahau onyo la wazee. Wafilisti wakamtumia mwanamke huyo kumchunguza. Samsoni akawachezea akili, akitoa siri za uongo. Lakini mwisho wa yote, upendo wa macho ukashinda hekima. Delila akaja, mwanamke mzuri kama maua ya asubuhi, lakini mwenye moyo wa hila. Kila usiku alimuuliza, Samsoni, nguvu zako zatoka wapi? Na kila usiku Samsoni alidharau hatari mpaka siku alipochoka akafungua moyo wake. Alipolala usingizi mzito, nywele zake zikakatwa. Babu akitikisa kichwa akasema, mtu akipuuza agano hata nguvu humwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamtoa macho, wakamfanya mtumwa wa kusaga nafaka. Yule aliyekuwa simba sasa akawa kondoo. Lakini babu hakusahau kusema, Mungu hakati tamaa na mtu aliyenyenyekea. Nywele za Samsoni zikaanza kukua tena. Siku ya sherehe kubwa, Wafilisti wakamleta Samsoni awachekeshe. Wakamsimamisha kati ya nguzo za hekalu la Dagoni. Samsoni akasali sala fupi yenye machozi kuliko maneno. Mungu, nikumbuke mara ya mwisho. Nguvu zikamrudia. Akasukuma nguzo. Hekalu likaanguka kama mchanga wa mchwa. Wafilisti wengi wakafa siku hiyo kuliko siku zote alizowahi kuua Samsoni. Babu akahitimisha kwa sauti nzito. Samsoni alishinda adui, lakini alijifunza somo lake kwa gharama kubwa. Nguvu bila utii ni hatari. Toba hufungua mlango wa rehema.